Asante Liang'ombe. Kwanza niseme kwamba mimi simwamini yoyote ndani ya CCM. Hiyo ndio premise yangu ya kwanza. Lakini yeyote anayezungumzia kitu chochote kitakacholeta manufaa kwa taifa langu, mimi nitaungana naye bila kujali ana maslahi gani, bila kujali kuna hila, alimradi kuna neno moja ambalo linafungua mlango, ambalo linataka kuungana na sisi, mimi nitaungana naye. Tukumbuke kwamba tayari CCM kama CCM ilishaweka suala la katiba ndani ya ilani yake ya uchaguzi, wakati katiba haipaswi kuwa suala la ilani ya chama chochote. Sasa namna gani tunatafsiri hizi kauli mbalimbali, mimi nafikiri is not an issue. Hata ndani ya CCM kuna watu nao wanahangaika, kuna migawanyiko mingi, kwa sababu tunajua tayari ndani ya CCM kuna migawanyiko mingi. CCM sio tena chama kimoja kama ilivyokuwa, na tunajua katika dimensions mbalimbali. Hata katika ulaji ndani ya CCM sio watu wote wanakula kwa level moja. Wabadhirifu na wizi wa mali yetu ndani ya CCM sio wote wako pamoja. Ndio maana hata tunapopiga kelele kuhusiana na wale wa Marekani, kuna watu wanawekwa kwenye listi maalum na wengine hawatakuwa kwenye hiyo listi ya watu ambao mali yao itataifishwa kwa mujibu wa ile bili iliyoko bungeni sasa hivi. Kwa hiyo hata ndani ya CCM watu hawafanani. Kwa hiyo tukianzisha sisi badala ya kushikilia na kwenda mbele, badala ya kujadili namna sasa ya sisi kutafuta katiba, sisi tunaanza kubishana. Mimi nafikiri ndio nchi zinaanza kusambaratika katika mambo kama hayo. Wakati kwa wenzetu wenye upeo mpana wanapopata avenue kama hii, wanakwenda mbele, wanasonga. Lakini sisi tunapochukua nafasi ya kugombana, kupambana, kubishana, automatically tunapoteza opportunity badala ya kuchukua opportunity. I have never trusted Nchimbi. Ni rafiki yangu mkubwa sana tangu tukiwa bungeni. Nchimbi ni rafiki yangu mkubwa sana tangu tukiwa bungeni. Na bila kumumunya maneno nilishaeleza kwamba nilikuwa naye mahali tumekaa mwezi wa 6 mwaka jana. Tukabishana kweli kweli. Na hata kuingia kwake kwenye serikali nikamwambia hata wewe hutakuwa salama huko. Lakini akaona yeye yuko salama. Sasa mtu anayejali maslahi yake mimi huwa simwangalii sana. Kwangu mimi tangu dakika ile alipaswa kuwa na nafasi ya kuungana na watu ambao wana mwelekeo wa kukomboa taifa lao, wakajenga umoja, wakalikomboa taifa kutoka kwenye mkwamo ambao hata yeye anaujua na anauona sasa, ndio maana anatokea hadharani. Sasa kama yeye aliuona huo mkwamo, na wakati ule alikuwa katibu mkuu, alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kujua ndani ya sisi ya mkwamo ukoje, lakini akaenda kujitumbukiza. Ni sawa na mtu ambaye anaona kuna lile tope la kuzama, lile linalonesa nesa, alafu anaenda anatembea anatumbukia, alafu leo analalamika. Ni sawa na wale kwenye vitabu vitakatifu wanasema ni wale
wanawali wale watano ambao walikuwa hawana busara. Kwa hiyo nadhani hapa hatuhitaji kubishana. Sisi tumepewa neno moja, whether neno hilo analiunga kweli kwa dhati, haliungi kwa dhati, whether tutakapoanzisha mchakato ataungana na sisi, hataungana na sisi. Mimi nadhani ni kauli ya mtu mmoja kusikia kutoka ndani ya kiongozi wa CCM, pambaneni, si neno la kawaida, na neno hilo ndani ya CCM linaweza kumletea matatizo makubwa sana. Hilo neno peke yake tu linaweza likamletea matatizo makubwa. Sasa mimi simwombei apate matatizo. Mimi nachosema basi asiishie tu kwenye maneno, kwa sababu yeye pia ni Mtanzania, na taifa litakapofika pabaya, taifa hili litakapoendelea kuangamia kutokana na uongozi mbovu na mbaya wa CCM, na yeye hatapona. Katika lawama tutakazozishusha kwa CCM katika historia, kwamba CCM ndio katika historia ya nchi hii chama ambacho kilisimamia ufiraji, ulawiti, kubaka watu, hayo yote na yeye anayajua. Sasa kama ana dhamira njema na yeye ni makamu wa rais, anajua wananchi wake wanauliwa, wananchi wake wanafirwa, wananchi wake wanabakwa, alafu na yeye hachukui hatua dhabiti, ikiwa ni pamoja na kuondoka kwenye chama hicho, basi hiyo tutamhukumu baadaye. Lakini kwa leo angalau amesema neno moja, labda ndio mwanzo wa kuondoka kwake huko. Kwa mimi nilifikiri sisi wenyewe tuna mkakati gani kama Watanzania, wala hatuhitaji hata kupoteza muda wetu kujadili kauli ya mtu wa CCM hapa, ambaye tunajua chama chake hakina dhamira ya kutupatia katiba. CCM haina dhamira ya kutupatia katiba, na dalili ya kwanza kwamba hawana dhamira ya kutupatia katiba tunayoitaka wananchi ni kule kuifanya katiba kuwa mali yao kwa kuiweka ndani ya ilani yao. Kama mwaka wa 77 wale watu 20 walishaanza kufungua milango ya kisiasa, kwa sababu watu wote wanafikiria ni haki ya chama tawala kutupatia katiba, ndio fikra za Watanzania wengi. Lakini wale watu wa 20 walioandika katiba ya mwaka 77 walishatufungulia mlango. Ndio maana kwenye preamble ya katiba ya 77 wanatumia lugha ya sisi wa Tanzania, hawasemi sisi serikali. Sisi wa Tanzania tumedhamiria kwa dhati na rasmi kuandika katiba yetu, alafu wakadefine ni katiba ya aina gani. Kwa sisi wa Tanzania tumeshafunguliwa na wale watu 20, hata kama hatukuwachagua sisi, hata kama waliteuliwa na sisi, lakini katiba ya sasa angalau inatamka waziwazi, tofauti na katiba zote tangu uhuru ya 77, angalau inatamka sisi wa Tanzania, na inaonyesha ukuu wetu wa Tanzania kwenye ibara ya 8. Watu hao 20 wametuandikia hapo, kweli hapakuwepo na yeyote kati yetu mle ndani. Kwa hiyo nadhani tunapopata fursa hizi ni sasa sisi kustrategize badala ya kutumia muda wetu hapa kujadili tena hotuba ya mtu, kauli ya mtu. Hivi tunatumia kauli ya mtu, maana yake ni nini sasa? Kauli ya mtu si kauli ya mtu. Sisi tulitakiwa namna ya kusogea kwenda mbele, kutoka kwenye kauli kwenda kwenye realization, kwenda kuunganisha Watanzania wetu wengi zaidi, ili katika umoja wetu tusogee mbele. Katika umoja wetu sisi hapa tulioko kwenye ukumbi hatuwezi kuleta katiba peke yetu, lakini tukiunganisha Watanzania zaidi, tukiwaleta Watanzania zaidi, tukitengeneza ushawishi zaidi kwa umoja wetu wa Tanzania tulio wengi, tutaleta katiba tunayoitaka, katiba ambayo haiegemei chama, katiba ambayo inaweza kukaa miaka 200, 300 kama katiba ya Marekani
ambayo miaka 300 sasa haitikisiki. Lakini tukienda kusema fulani atatuletea, chama fulani kitatuletea, maana yake tunaenda kutengeneza katiba ambayo sio ya kwetu, na hatutakuwa na uhuru wala mamlaka ya kuiweka tunavyotaka, wala hatutairekebisha tunavyotaka wakati unapohitajika. Kwa hiyo tusihangaike na kauli za watu. Sisi tuangalie huyu mtu mmoja, kauli yake angalau iko upande wetu. Kama iko upande wa katiba mpya, katiba bora itakayopatikana, sasa sisi tuwekeze akili yetu, hiyo katiba bora tunaipataje? Hiyo mimi nilifikiri huo ndio ulitakiwa kuwa mjadala wetu, badala ya kujadili kauli ya Nchimbi ambayo haitusogezi popote, kwa sababu na yeye angelitaka kutusogeza mbele. Yeye ni makamu wa rais, yeye ni mamlaka ya nchi, ana uhuru, alikuwa na uhuru kabisa wa kutoa kauli ya kutusogeza mbele. Anakaa kwenye vikao vya chama ambacho ndio kimeshika hatamu zote. Wangeweza hata kusema sasa tutengeneze ratiba ya kupata katiba mpya, wangetengeneza kwenye vikao vya kamati kuu. Sasa tuwape Watanzania katiba wanayotaka, na sisi amengefanya hivyo, labda watu wengi zaidi hata sisi tunaoipinga leo, labda tungehamia huko huko, kwa sababu watu wengine hatuko kwenye vyama kwa sababu ya vyama tu. Watu tuko kwenye vyama kwa sababu tunataka kuona taifa letu linaongozwa kwa misingi ya utawala bora. Hakuna mtu ambaye anataka tu kuwepo mahali kwa sababu anakuwepo, labda wale ambao hawajui maana ya siasa. Mimi leo hii hata sisi ningesema na waruhusu wa Tanzania tutengeneze katiba bora, ningewapongeza, ningewasifu vizuri kabisa. Mimi sina chuki na chama by itself. Chama ni kama kagogo fulani tu limekaa pale. Gogo likikaa kimya, halikugusi, halikuangukii, una shida gani nayo? Kwa sababu chama kikisha tengeneza sera nzuri ya nchi, wewe utakwenda shambani kwako, unapata mazao yako, utapata bei nzuri, wameweka misingi. Unagombana nini nao? Lakini tunagombana na vyama kwa sababu tunauliwa, hatulindwi. Kazi ya serikali ni kana kwamba ni kwenda kutafuta tu mikopo ya fedha. Mkopo wa fedha mtu yeyote anaweza kwenda kutafuta. Fedha za kujenga barabara yeyote anaweza kwenda kutafuta. Hata Mwinyi katika kipindi chake alileta pesa kwa kiwango chake. Kwa hiyo yeyote anaweza kuleta pesa, si kazi ya rais kwenda kuombaomba. Hatukuchagua rais wa kuombaomba. Rais kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha ulinzi na usalama wa taifa, usalama wa wananchi wake. Rais watu wake wanauliwa, hatoi hata kauli, hata neno moja tu. Sasa hawa leo hatuwezi kuwaambia tena waendelee kutuandalia katiba, na tunajua utaratibu wa kupata katiba bora. Wale watu 4 wa Marekani waliokaa wakatengeneza ile draft ya katiba ya Marekani. Marekani imetumia masaa 116 tu, siku 116 tu kupata katiba ambayo leo dunia nzima ni mfano. Siku 116 katiba ya Marekani leo ni modo ya katiba za dunia nzima, kila moja anaisifu. Kwa hiyo na watu waelewe, kila siku naposema hatuhitaji mwaka, hatuhitaji miezi kama wanavyotuambia sisi. Samia anatuambia mpaka mwaka gani ndio katiba ipatikane. Wenzako wametengeneza katiba imekaa miaka 300, wametumia siku 116 tu. Sasa tufanye utafiti tujue dunia imekwendaje, waliofanya vizuri tunaweza kuiga kutoka kwao. Sisi hatuanzishi katiba leo, sisi sio nchi ya kwanza kujadili katiba. Naomba niishie hapo. Hatuna sababu ya kupoteza muda kwa Nchimbi. Yeye amesema aliyosema, lakini simpi heshima kwa sababu ameishia kutamka wakati yeye yuko kwenye mahali ambapo angeweza kupress a button na ile button ikaleta katiba mpya angalau kwa hatua fulani. Nawashukuru sana. Chungulia nikaona kuna hichi kipindi kinaitwa Kumekucha, na nikasikiliza kwa makini sana kabisa maelezo ya makamu wa rais
na kipindi kirefu sijaja hapa kwa sababu nimefungua podcast yangu mimi mwenyewe binafsi. Bwana, kama utambui, nakupa taarifa hiyo. Unaweza ukaisearch na deal na vitu vingi tu katika mahojiano tofauti katika sekta tofauti. Lakini kilichonipandisha hapa zaidi baada ya kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Nchimbi na katibu mkuu alikuwa wa chama cha Chadema ambaye alikuwa mgombea, na mheshimu mzee wangu hapo aliomaliza kuongea, ambaye kazungumza vitu vingi tu na akataja vile vile katiba ya Marekani kama ilivyoandikwa na ilivyo na ambayo mpaka leo inatumika kwa zaidi ya miaka 250 kama walivyopitisha hivi karibuni. Labda mimi katika hoja ya taifa letu la Tanzania, kile ambacho kimekuwa kinaliliwa na wengi kwa muda mrefu, na kama alivyosema bwana Slaa hapa kwamba katiba ya mwaka 77 iliandaliwa na watu 20 wakati huo, na hao ndio walioleta katiba hii ambayo mpaka sasa ipo. Na hiyo katiba ya mwaka 77 ilipitishwa kutokana na taratibu za wakati huo, na ikaendelea kuwepo na inaendelea kuwepo mpaka hivi sasa. Sasa swala la kujiuliza hapa kwa Watanzania ambao wenye rika tofauti, pamoja na wazee wetu kina Slaa hao ambao wamesema maoni yao kwamba dira ambayo ya Tanzania ni kupata katiba mpya. Sasa kuna tume nyingi zimeundwa, kuna mambo mengi yamefanyika, na mpaka sasa tumekwama. Swala kubwa ambalo mimi hujiuliza binafsi katika mfumo wa nchi tofauti duniani, na ukiwemo na mfumo wa taifa letu la Tanzania, kama ilivyopitishwa huko miaka ya nyuma katika tume tofauti, mapendekezo tofauti kwamba tuwe na katiba mpya. Lakini ukiangalia hata mara ya mwisho ilipoundwa hii tume ya Rioba kupeleka maoni na mapendekezo kwa wananchi kuhusu katiba mpya, ukiangalia katika huo utaratibu wenyewe wote ambao umepitishwa, uliundwa swala la katiba, bunge la katiba ndio liliokaa pamoja na kujadili muundo mzima wa katiba gani ambayo tunaitaka katika taifa letu. Lakini sijui labda katika mfumo ambao tutaweza kuutumia katika kupata katiba mpya, labda wataalamu wa sheria au wale ambao wanafahamu jinsi gani hizi katiba zinavyoandikwa na zinaandikwaje na kwa utaratibu upi. Manake ukiangalia hata katiba ya Afrika ya Kusini ilikujaje? Tujiulize hilo, baada ya kipindi cha miaka mingi ya utawala wa weupe pale Afrika ya Kusini, na sasa wakasema sasa tunaandaa katiba mpya ya Afrika ya Kusini, ambao katiba hiyo itakuwa all inclusive kwa wote ambao wanaishi pale Afrika ya Kusini. Sasa kwa mtizamo wa taifa letu na muundo wake ulivyo na matarajio ya wengi katika kufanya hayo mabadiliko ya katiba, kuna vitu lazima vizingatiwe. Manake kuna swala la serikali ya Zanzibar na kuna swala la serikali ya muungano. Vipi tutakuja kujadili ukina cha kuweko hiyo katiba mpya? Haya mambo yataweza kujadiliwa vipi? Ingawa pengine imejadiliwa, kuna watu wanaotaka mifumo ya serikali 3, kuna watu wanataka mfumo wa serikali 2, kuna watu wanataka mfumo wa serikali 1, kuna wengine wanasema tuwe na serikali nyingine ya Tanganyika, wengine watasema tuwe na mfumo wa serikali ya shirikisho na mambo mengineo. Sasa mimi nitajiuliza hapa, nitaliacha swala kwa walio wengi ambao hapa wapo kama ni wataalamu
katika taratibu za kisheria na kitaaluma, katiba lazima iandaliwe na bunge peke yake, au kama turudi nyuma kwa hiyo katiba ya mwaka 77 iliyoandaliwa wakati huo, je, katiba hii mpya, je, lazima iendane na matakwa ya bunge au matakwa ya aina gani, ukiacha matakwa ya ile tume ya Warioba? Je, tunaweza kuwa na ikaandikwa katiba ya wataalamu wakaangalia katiba gani ya Tanzania iwe, alafu baadaye katiba hiyo ikapitishiwa maoni kutokana na wao wataalamu wa sheria, constitution lawyers, ambao wanaweza wakaandika katiba, alafu baadaye ikazungumzwa hiyo katiba yenyewe kama itavyoandikwa na hao wataalamu kutokana na mazingira ya nchi yetu, alafu hiyo ndio sasa ikawa ni fursa sahihi ya kuleta mjadala mwingine wa jinsi ya katiba ya Tanzania ambayo itavyokuwa. Na labda kama kutakuwa kwa wataalamu hapa ambao watakuwa wananisikiliza wenye taaluma ya kisheria, wataweza kuliona hilo na wataweza kulizingatia kutokana na mazingira ya nchi nyingine ambazo zimepita mfumo wa mabadiliko ya katiba katika nchi zao. Je, waliweza kutumia bunge katika kutengeneza katiba za nchi zao, au walitumia wataalamu wa kutunga katiba ambao baadaye hizo katiba zinakuja kujadiliwa katika mifumo ambayo ya kuleta katiba mpya katika nchi zao? Sasa ukiangalia kwa kwetu sisi katika tume mbalimbali zilizoundwa miaka yote hiyo, na hii tume ya mwisho ya Warioba ambayo ilikwenda kwa wananchi katika maeneo mbalimbali, je, kwa nini tusibadilishe mfumo tukawa na mfumo wa kupata wataalamu wa kuandika katiba kuliko kutumia mfumo wa kamati ambazo zitaundwa ambazo zitakuwa zinapiganiwa kwa kila upande kwamba hawa ndio wanaotawala walioandaa hawa watu, au kama nilivyoeleza mwanzo kuwepo na hawa wataalamu wa kisheria wakatunga hiyo katiba. Sasa kwa bahati nzuri, ni mwenye binafsi naishi huku nchini Marekani. Nilikwenda pale Philadelphia ambapo palipoandaliwa hiyo constitution ya Marekani. Nilikwenda kutembelea pale katika ziara, nikaona, nikapitia hao waliokaa hilo jengo, waliokaa wakaandia hiyo constitution ya United States kwa wakati huo, ambayo ilikuwa na majimbo 13 tu kwa wakati huo, ambapo ndio waliounda hiyo United States yenyewe kwa wakati huo. Walikaa vipi wakaandaa hiyo katiba ambayo tunaisifia mpaka leo, ambayo katiba hiyo ina mambo mengi ndani yake na amendment 27. Kuna hizo wanaita zile amendment zao ziko 27 mpaka leo zipo, na nyingine zinafanywa marekebisho tofauti, nyingine zinapitishwa katika vipindi tofauti. Sasa Tanzania tunaitaka katika mfumo upi ambao utakuja kuleta usalama kutokana na katiba mpya itakuja kuandaliwa? Hiyo katiba itakuwa jumuishi kwa kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania, au itakuwa ni katiba ambayo watu wameitaka tu, tunataka katiba mpya katika taifa letu? Kwa sababu tusema katiba jumuishi, kwa chama chochote kitakuja kutawala katika nchi kiweze kuhakikisha kinalinda katiba hiyo kwa misingi yoyote ambayo itakuwepo katika utawala wa nchi. That's the definition kwamba tuwe na katiba jumuishi, na ndo katiba ambayo vile vile Bwana Slaa hapa kaizungumza, katiba ya Marekani, kwa sababu si mwanasheria kwa kitaaluma, lakini wenyewe wanaita hapa kitaaluma wanaita incorporated kwa sheria zao za Kimarekani, kwamba umeingia kutoka utakuwa ni tabu katika majimbo yao haya ambayo yameunda hiyo Marekani yenyewe, kwa kuanzia hayo majimbo 13. Sasa Tanzania tunapigia katiba mpya, tunataka mamlaka ya rais yaondolewe kuwa makubwa zaidi, yabadilishwe, au tunataka kitu gani kikubwa ambacho kitaleta usawa kwa chama chochote kile
ambacho kitakuwa na fursa ya kusema kinatawala katika taifa la Tanzania, kwamba kitafata haki na sheria kutokana na haki iliyotungwa katika katiba yenyewe. Na kama kutakuwa na mabadiliko ya kuitengeneza hiyo katiba mpya huko mbele, itafanywa vipi hayo mabadiliko katika hiyo katiba yenyewe? Na kama alivyosema na Bwana Slaa alivyozungumza na alivyoisifia hiyo katiba ya Marekani, lakini ukiangalia katika hizo amendment 27 nyingine zilizokuwemo, zimefanyiwa mabadiliko katika miaka labda 50, ukiachia hizo za mwanzo ambazo zimeandikwa, kwa sababu kuna amendment zao ambao wanazitumia kufanya mabadiliko, na zinaheshimika katika utaratibu wa sheria zao kupitia hilo baraza la Congress, ambalo ndio mfumo mkuu wa kutunga sheria na baadaye kupitishwa na baraza la Senate. Mimi nimesimama hapa sio kama mtaalamu, bali ni kuchangia ambacho taifa la Tanzania linapiga kelele kwa hivi sasa kwa watu wake. Tutataka kutengeneza katiba itakuwa na muhimili ambao hautoleta mgawanyiko huko mbele. Tunataka kutengeneza katiba ambayo italijenga taifa la Tanzania kwa miaka 100 ijayo, na sio katiba hiyo itakuja kumfavor CCM, Chadema, ACT au mtu mwingine yoyote. Katiba hiyo inakuja kuwatengenezea fursa wa Tanzania, ikiwa huo muungano bado utakuwepo katika pande zote za muungano wa taifa la Tanzania. Mimi nataka nimalizie hapa, na mwisho tu katika kuweka nadharia tu katika kuongea hili, nilikuwa nataka kusema kwamba katika nchi zetu zote za Kiafrika ambazo zimegawika katika maeneo matatu makubwa ya kikoloni au manne, kuna Anglophone, kuna Francophone, na mostly hizi Anglophone na Francophone. Tuangalie katika baadhi ya nchi za Kiafrika, ukiachia Tanzania, katika mabadiliko ya kutengeneza katiba za Francophone na katiba za Anglophone katika bara letu la Afrika, ni nchi gani zilizoleta mabadiliko kutokana na kuweko mabadiliko ya katiba na zikasimama kutokana na mabadiliko ya katiba walioyataka? Labda tutachukua mfano wa nchi ya jirani hapo ya Kenya, ambao walifanya mabadiliko ya katiba ya 2010. Walifanya mabadiliko yao ya katiba, lakini walianza vipi kupata hiyo katiba yao mpya hapo nchini Kenya? Na vile vile katika hatua za kwanza nilizungumza nchi ya Afrika ya Kusini, ambao na yao vile vile walikuja na katiba yao baada mfumo wa kibaguzi kuondolewa. Na natumania hata huyu rais wa sasa Cyril Ramaphosa, katika wale majopo waliokaa katika kuandaa katiba mpya ya Afrika ya Kusini, je, kulikuwa na muungano gani pale baina ya weupe waliokamata mpini wakati ule na kukubali kuingia katika kuitengeneza katiba mpya ya Afrika ya Kusini? Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nimalizie hili tu katika kuboresha hii tunachotaka kukileta katika taifa letu la Tanzania, ambacho kinapigiwa na wengi kelele, katiba mpya. Je, itakuja kutengeneza umoja kwa hiyo taifa la Tanzania, au itapotengenezwa katiba hiyo kutakuwa na viraka vingine ambavyo tutakuja kujitokeza baina ya Watanzania? Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama naweza kusaidia kidogo. Karibu Dr. Slaa. Bwana Kidodi, kwanza nikushukuru na nikupongeze kwamba kumbe umefika kwenye ule ukumbi wa Philadelphia na umejionea yale maandishi yote kwenye zile kuta za ule ukumbi yaliyoandikwa na wale waliotunga ile katiba ambayo ipo mpaka leo miaka 200, zaidi ya 250. Na bahati nzuri na mimi nilitembelea pale, actually nimeenda pale mara 2 kwa sababu ya kutaka kujua siri ya strength ya katiba ya Marekani. Sasa hiyo historia tuiache pembeni. Umezungumza mambo mengi sana. Mimi sitazungumza hayo yote uliyozungumza kwa sababu Tanzania hatua hiyo tulipita.
Hatua hiyo Watanzania tuliisha kuivuka, na nasema hivyo kwa nini? Na inawezekana vijana wengi hamjui. Sisi Tanzania tulipounda tume ya jaji Sanga. Jaji Warioba, tulifanya uamuzi wa busara kwa sababu iliundwa tume, na bahati nzuri akapatikana mtu mwadilifu na wenzake waadilifu. Hayo mkitaka kuyaelewa, kama nasema kwa sababu nampenda tu Warioba, rudini mkasome zile nyaraka za Warioba, sio ile pendekezo katiba pendekezwa peke yake msome, lakini na zile nyaraka alizoambatanisha. Bahati mbaya ziko nyingi sana, sina hakika kama kwenye Google mwananchi wa kawaida anaweza kuzipata zote. Sasa nimesema sihitaji kuongea mengine yote kwa sababu mbili. Kwa sababu ya kwanza, katiba ni mali ya Watanzania. Katiba si mali ya viongozi. Katiba si mali ya kiongozi au chama chochote. Katiba ni mali ya wananchi. Tulipoteua tume ya Warioba, imezunguka nchi nzima. Ndio, ni kweli kuna maeneo fulani machache hawajaenda, lakini representative portion of the country walifika. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, wakati Warioba anazunguka, sisi Chadema pia tulikuwa hatumwamini Warioba, tukaanzisha process ya kuzunguka nchi nzima. Tumetumia magari, tumekwenda kwa helikopta, mahali pengine tumekutana kwenye kijiji kimoja na Warioba, yeye yuko hapa, sisi tuko kwenye kijiji kona nyingine ya kijiji. Kwa hiyo tunajua kilichofanyika. Kimsingi hatua hiyo ilitosha kabisa kupata katiba nzuri, katiba bora ya kutupeleka takriban miaka 300 kama ilivyo Marekani leo. Hiyo katiba ambayo ilikuwa inaandaliwa ingelikuwa imetekelezwa kama ilivyopendekezwa na Warioba, ingelikuwa katiba nzuri ya kudumu labda kwa miaka 300 kama Marekani. Ubinafsi wetu ndio ulitufanya katiba ya Warioba isipatikane. Na labda nisiseme ubinafsi wetu, una ubinafsi wa CCM, wala nisimuunye maneno kwa hilo. Ubinafsi wa CCM ndio umefanya katiba ya Warioba isipatikane. Na mkitaka nitataja maeneo machache sana mahususi ambayo ilifanya ile rasimu ya Warioba ikataliwe. Rasimu ya Warioba ilikataliwa kwa sababu ifuatayo. Sababu ya kwanza, wabunge wa viti maalum walikuwa wanaondolewa walivyo, kitu ambacho sisi wa Tanzania tunaona wale wabunge wa viti maalum ni machawa wanaolifilisi taifa hili bila sababu. Wale ni machawa wanaonyonya damu ya ng'ombe mpaka kwenye ngozi, hata ng'ombe ameshakufa wanaendelea kung'ang'ania. Wakati Warioba anafanya kazi yake, kuna wabunge wa viti maalum walikuwa wameshakaa bungeni zaidi ya miaka 10 na kitu, na bado walitaka kuendelea. Wakati lengo la awali, wakati utaratibu wa viti maalum ulipobuniwa baada ya mkutano wa Berlin Conference, lengo ilikuwa ni kuwapa fursa kina mama wakishaingia bungeni, wamepata uzoefu, wale waliopata uzoefu watoke, wengine waingie. Lakini baada ya kuonja utamu hawakutaka kuondoka. Ndio waliokuwa wa kwanza kupinga rasimu ya Warioba. Hicho ni kipengele cha kwanza. Watu wa pili waliopinga katiba ya Warioba ni wabunge wa CCM wenyewe, kwa sababu rasimu ya Warioba ilipendekeza kitu kinachoitwa the right to recall. Nadhani Kidodi, ndugu yangu, unaifahamu hiyo kitu kinaitwa right to recall. Naifahamu bwana
naifahamu Asante right sana, to recall, na labda asante tu sana. Sasa katika kujibu hoja yako ni kwamba kama ulitembelea usinijibu, hapo. usinijibu kwanza, nitapoteza mtiririko. Asante. Weka maoni yako mpaka nitakapomaliza. Kuna vitu hapa kama unaona naviongea kwa mtiririko, nitaupoteza. Sasa kwa hiyo right to recall kwa lugha rahisi ni kwamba mbunge amechaguliwa na wananchi, whether kwa halali au kwa sivyo halali, wamefanya wizi, wamefanya nini, kama ambavyo sisi ya miaka yote imefanya. Lakini right to recall maana yake ni kwamba huyo aliyechaguliwa au anayedaiwa kuwa amechaguliwa, tangu kuchaguliwa hakanyagi jimboni, anakwenda akishachaguliwa anahamia mijini, ameshapata mishahara yake na ile mikopo ya bunge, anaanzisha biashara. Jimbo sio priority yake tena. Wale wakaona sasa, CCM wakaona kwamba tutapoteza fursa. Wabunge wanaume wa CCM na wanawake wote wakaungana mkono, wakaipinga hiyo hoja, kwa sababu right of recall ingefuta nusu ya wabunge waliokuwepo pale bungeni ambao ndio walikuwa wanapitisha hiyo katiba. Kwa hiyo waliangalia ubinafsi wao badala ya kuangalia nafsi ya Watanzania na mahitaji ya Watanzania. Hii wali ubinafsi. Hiyo ilikuwa sababu ya pili. Sababu ya tatu, Jaji Warioba alikuwa amependekeza namna mpya ya kugawa majimbo tofauti na sasa. Hali ya sasa ya kugawa majimbo, na nitoe mfano wa Zanzibar. Kumbukeni CCM ilivyogawa, ikavunja majimbo mengi ya Pemba, ikaenda kuyatengenezea Zanzibar ili CCM iweze kutawala Zanzibar. Yaani CCM peke yake iwe na nguvu Zanzibar, CUF ikavunjwa nguvu. Kama kuna mtu anafahamu historia ya Zanzibar atathibitisha hilo. Sasa baada ya makundi haya ya CCM kuungana, ndio ikashindikana kupitisha rasimu ya Warioba. Sasa lakini ukweli ni nini? Ukweli ni kwamba Warioba amezunguka nchi nzima, maoni ameyakusanya kutoka kwa wananchi. Pendekezo la katiba katika rasimu ya wananchi ya Warioba ni matakwa ya Watanzania wenyewe waliotaka katiba yao ifanane namna gani. Utaniambia Watanzania hawakujua swala la right to recall? Hata mimi mwanzoni kweli nilistuka niliposikia hoja inayohusiana na kitu kinachoitwa hiyo right to recall, na nimeisikia kijijini, kama sijasahau, mara ya kwanza ilijitokeza Kondoa. Mimi nilikuwepo kwenye mkutano huo. Hoja ya wananchi, wao hawatamki right to recall. Wananchi walisema kuna wabunge tunawachagua, wakishapata kura wameshaapishwa. Siku wanapoapishwa wanaondoka kwenye majimbo, wanahamia mijini, wanaanzisha biashara. Hatuwaoni tena mpaka miezi 6 kabla ya uchaguzi unaofuata. Wameongea lugha simple kabisa, wala sio lugha ya kikatiba na kisheria, kwa sababu wananchi hawajui katiba wala hawajui sheria. Waliongea kwa lugha yao ya kawaida. Lakini swala lingine ambalo liliondoa ni swala la namna gani pia majimbo yale makubwa na majimbo yale madogo mgawanyo wake ufanyikeje. Kwa sasa hivi tunatumia mgawanyo kwa kutumia population. Wabunge wa CCM wakang'ang'ania majimbo yawe kwa mtindo wa mgao wa population, lakini duniani kuna namna nyingi ya kugawa katika constituency population zinakuwaje. Lakini kuna factors nyingine, distances kwa mfano ni swala lingine la kuangaliwa. Rasilimali zilizoko katika eneo ni swala lingine la kuangaliwa. Watu wa CCM hawakutaka hivyo, kwa sababu wanajua kwamba wao wanashinda karibu miaka yote, na natumia neno karibu miaka yote, kwa kununua watu. Kwa hiyo wanajua wanaenda kununua wapiga kura, aidha kwa nyama, kwa wali, kwa
kwa kupeleka hela, na nimeshuhudia mimi kwa macho yangu mahali fulani Watanzania wamenunuliwa kwa chumvi. Mimi sikuielewa, for the first time nilishtuka sana kwamba Mtanzania anaweza kununuliwa kwa kilo moja ya chumvi. Baadaye nilipojifunza nikagundua kweli labda kuna sababu, kwa sababu chumvi mnajua inapatikana kwenye mazingira gani. Kumbe kuna mikoa Tanzania hakuna chumvi kabisa. Kumbe chumvi ni bidhaa adhimu. Mimi wakati ule, kwa sababu kwangu mimi unatembea kwa miguu tu, unaenda ziwa Eyasi unachota chumvi. Unatembea kule Babati, kuna ziwa pale Hanang, unachota chumvi, unaondoka zako na punda wako. Kwa hiyo kwangu mimi sikuelewa. Lakini wenzetu waliozoea kuhonga tena kwa vitu vidogo kama chumvi, nyama, wali, waliona hawatapata tena kura. Ndio sababu ya rasimu ya Warioba kutokupita. Lakini rasimu ya Warioba ndio iliyokuwa na maoni ya Watanzania. Ilifanyiwa utafiti wa kina. Warioba alizunguka nchi nzima. Kwa Zanzibar, Warioba sio tu alichukua maoni ya wananchi. Warioba kwa Zanzibar alienda akawapigisha kura Wazanzibari, kura ambayo ilionyesha kwamba Wazanzibari muundo wanaotaka ni muundo unaotokana na serikali ambayo ina serikali tatu, na katika serikali tatu, serikali ya Zanzibar nayo sio tu iwe serikali kama kiraka, iwe serikali yenye mamlaka kamili. Kwa sababu ya historia ya Zanzibar, kwa wale ambao wanajua Zanzibar kabla ya kuungana na Tanganyika, Zanzibar ilikuwa na kiti mpaka Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Wazanzibari walitaka ile hadhi yao isipotee, ile hadhi iendelee kutunzwa. Iko kwenye record. Kuna kijitabu kimoja hapo katika vile vitabu vingi vya Jaji Warioba na tume yake, ambayo inaonyesha hizo kura. Hizi sio hadithi. Hizi ni kura, ni maoni ya Watanzania. Sasa maoni ya Watanzania, wabunge waliokaa Dodoma yote wakayatupilia mbali. Ndio maana katiba ya rasimu ya Warioba haikupita. Kwanza sababu ya chuki moja binafsi kwa Warioba mwenyewe, kwa sababu wamependekeza mambo ambayo yanawaumiza. Lakini ya pili ni ubinafsi wa bunge wa CCM. Ndio maana ile rasimu. Sasa sisi wengine tunasema kitaalamu rasimu ya Warioba bado inaweza kufufuliwa. Rasimu ya Warioba, kwa sababu ni maoni ya Watanzania, bado ikawa ndio msingi wa utengenezaji wa katiba yetu, kwa sababu ni maoni ya Watanzania, na hatuhitaji kwenda kwa Watanzania kwa sababu hata miezi 6 haijapita tangu ile rasimu ya Warioba. Kwa hiyo ni very current. Sisi ndicho tunachosema. Lakini tukitaka leo, kuna wasomi wengi, kuna mbinu namna nyingi za kutengeneza katiba, sio hii aliyopendekeza Warioba peke yake. Kuna namna hiyo ya Marekani. Kuna kamati, unaweza kuunda tu kamati ya wataalamu ya wanasheria peke yao, wakakaa wakapendekeza, ikaundwa tume fulani au kamati fulani ambayo itapokea hayo maoni ya wataalamu. Tunazo resources za kutosha, kwa maana ya taarifa za kutosha, tukiwa na nia njema, tukiwa na dhamira njema. Tunataka katiba bora, na hiyo katiba bora tunataka ituletee nini? Hayo ni maswali ya msingi. Sisi badala ya kuangalia hiyo katiba mpya ituletee nini, sisi tunaangalia hiyo katiba ambayo inapendekezwa, mimi itani affect namna gani binafsi kama Slaa? Mishahara yangu itaongezeka? Nitakuwa na haki zaidi? Nina uhakika wa kwenda kuwanunua watu wangu kwa pesa badala ya kwenda kufanya kazi takatifu ya mbunge? Hayo ndio ma consideration ya watu wa CCM. Kwa hiyo mtu asifikirie tuna chuki na CCM. Tunaelewa exactly kwa nini tunasema CCM imefika mahali imechoka. CCM imefika mahali imezidiwa, kiasi kwamba hata kile kinachoitwa
Clean politics haipo tena, haipo tena. Sasa chama kikifikia hatua hiyo, nchi hairudi nyuma kwa sababu ya chama kimoja, chama kinakufa. Kwani Afrika ya Kusini vile vyama vya upinzani si vilikufa pale wakati wa uhuru? Zimbabwe vile vyama vya upinzani si vilikufa? Zambia vyama vya upinzani navyo hata vile vilivyokuwa chama tawala si vilikufa vikapotea moja kwa moja? Hata Kenya chama cha KANU si kilikufa kikapotea? Lakini Kenya is even more stronger. Kwa hiyo hakuna chama kitasema kwamba chenyewe kisipokuwepo nchi haitakuwepo. Nchi is not a property of one party. Nchi ni mali yetu wa Tanzania wote, kila mmoja wetu, awe tajiri awe maskini, awe msomi awe hajaenda darasani kabisa, nchi hii ni mali yetu yote. Sasa labda nimefafanua ya kutosha, niachie hapo, lakini kwa maana ya Kidodi nilitaka kumwambia Zanzibar, Wazanzibari walipiga kura, na sisi wengine tunaona kwamba ili haki itendeke, hatuwezi kuendelea na utaratibu huu wa kimangumashi wa kuwa na serikali moja au serikali mbili, alafu serikali nyingine imebebwa na lidudu ambalo halijulikani. Hiyo serikali ya Zanzibar ilikwisha kujiondoa de facto kutoka kwenye muungano, na sio maneno ya Dr. Slaa. Ushahidi ni katiba ya Zanzibar yenyewe ya leo. Katiba ya leo ya Zanzibar, mambo mengi yameondolewa kutoka kwenye katiba ya muungano na yamehamishiwa katiba ya Zanzibar. Na nimetoa mara nyingi mfano rahisi, mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano kugawa mikoa, bado kwenye katiba yetu ya 77 bado inatajwa. Rais wa Muungano ndio mwenye mamlaka kugawa mikoa Zanzibar, nchi nzima mpaka Zanzibar. Lakini rais wa Muungano leo hana mamlaka. Mikoa na wilaya za Zanzibar zinagawanywa na rais wa Zanzibar. Mambo mengine ambayo ni protocol tu, kwa mfano rais wa Muungano kupigiwa mizinga, rais wa Zanzibar sasa anapigiwa mizinga mbele ya rais wa Muungano. Katika hali ya kawaida hakuna nchi ina marais wawili. Kama una nchi moja huwezi kuwa na marais wawili. Kwa hiyo kuna vitu practical, kuna vitu vya kisheria, vya kikatiba ambavyo katika muungano wetu vinahitaji viwekwe sawa, na Wazanzibari wenyewe wameshaonyesha dira, wanataka nchi yao ya namna gani. Mimi naomba niishie hapo. Nimeongea kwa muda mrefu sana, naomba radhi. Mungu awabariki. Tumekusikia mzee wetu, na tunakupongeza kwa maoni yako ambao umetupa hapa, lakini mimi tu si mzungumzaji wa Clubhouse, lakini nimepanda hapa baada hii mada. Labda nitakuwa na nyongeza kabla na mimi sijatoka, ambalo swala hili nitakuletea mzee wangu bwana Slaa, na liko katika bara letu la Afrika, na hata mimi binafsi niliwahi kufanyiwa mahojiano nikaulizwa swala hilo na mtangazaji, baada ya kwamba mimi mwenyewe naendesha vipindi sasa, nikaulizwa. Na ukiangalia mfano ambao uliotoa na uliozungumza kuhusu Zanzibar na uliozungumza kuhusu masuala ya muungano, tukumbuke kulikuwa na muungano wa nchi ya Gambia na Senegal, wanaita Senegambia. Haukudumu ule. Tujiulize kwa nini haukudumu, na uliundwa na Waafrika. Lakini
Waafrika hao hao waliounda huo ule muungano wa Senegambia, ambao nchi moja ilikuwa mtawala wa Mfaransa na nchi ya pili ilikuwa na utawala wa Kiingereza. Kwa bahati nzuri, katika kukaa kwangu hapa nchini Marekani, imesaidia hizi nchi mbili, sitaki kusema mengi zaidi, katika kama ni Pan-Africanist. Hizi nchi hizi mbili, baina Senegambia ikiitwa wakati huo, ambao wakati wa Sir Dawda Jawara, na kule kulikuwa na Leopold Senghor, sio kama ndo waliunganisha kipindi kile au walikuwa kwa ule Abu Diop au mwingine baada ya kuondoka Leopold Senghor. Ulivunjika ule muungano wao, haukudumu. Sasa tujiulize kwa nini haukudumu ule. Lakini ukiangalia mzee wangu mzee Slaa, kutokana kwamba na uzoefu wa kuwa nao hawa watu katika mipaka yao, wameungana wale mbali, ukiachia nchi zao zilizotawaliwa na Wafaransa na Waingereza, lakini makabila yao yanaingiliana pale katika nchi zote zile, Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, Guinea, wanaingiliana hawa katika mifumo yao. Kilichowabadilisha wale wote ni mipaka ilitengenezwa na wakoloni, ndicho kilichowabadilisha. Walitaka kuungana kurejesha ile himaya yao ya kabla ya wakoloni katika maeneo yale, lakini walishindikana baina hizi nchi mbili. Sasa tunapotengeneza hoja kwa upande wa Tanganyika na Zanzibar katika masuala haya ambayo ya serikali jumuishi, ambayo serikali tatu, ambayo tutakuwa na serikali ya shirikisho, serikali ya Zanzibar kama inavyoipwa katika ibara ya 10 ya katiba ya Zanzibar, mabadiliko ya 2010 na mengine yaliyofanyika, tutakuwa hatuna muungano. Huo ndio kweli, tutakuwa hatuna muungano. Ni sawa sawa na United Kingdom. Scotland haina uwakilishi katika kiti cha Umoja wa Mataifa. United Kingdom ndo inachukua nafasi hiyo. Sasa hapa tunazungumza apple na orange hapa. Sijui tamu litakuwa lipi moja hapo katika haya mawili, matunda mawili haya. Lipi litakuwa ambalo lina utamu zaidi na machungu zaidi katika kuangalia hayo marekebisho ambayo tunayataka katika hizi pande mbili, ukiachia na hayo malalamiko yaliyokuwepo. Na nimekupeni mfano huu wa Senegambia kwa makusudi, ili Waafrika ambao wengine watakuwa nanisikiliza hapa watakwenda kufanya upekuzi wa kina. Na moja katika nchi hizi mbili, moja ilikuwa ni kubwa, moja ni ndogo. Gambia ni ndogo, Senegal ni kubwa, hata katika masuala ya kiuchumi baina yao na masuala ya population. Sasa jamani, tuna utata mkubwa, ukiachia hayo mazingira ambayo tunataka tutengeneze hiyo katiba, lakini kuna masuala ya pande mbili hapa, pande mbili, upande wa Zanzibar na upande mwingine ambao unaitwa Tanzania bara, lakini kitaaluma na kihistoria ni Tanganyika, ambayo ile jina Tanganyika si lina asili ya wapi, labda wakati wa Mjerumani ndio lilipokuja, sijui, labda wataalamu watatuambia hapa. Sasa mimi nilikuwa nataka niachangie na hayo bwana mzee wangu mzee Slaa, katika kujibu hizo hoja ulizozungumza nyingine ambazo umezungumza, lakini nimeleta na mfano wa kina kabisa wa Senegambia. Senegambia ni sawa sana mfano mwingine ambao ilijitokeza lakini haukudumu baina ya Egypt na Syria, zikaja zikavunjika 1956. Sasa katika mazingira yote ambayo tunakwenda nayo, katika mazingira ya mahala popote, mabadiliko ya muungano wa nchi yanaweza yakatokea, nchi zikagawika, zikaenda katika pande mbili tofauti, lakini still katika ndoa yoyote mnayoitengeneza, kuna ndoa ambayo mtaungana nchi na nchi kisheria, na kuna ndoa ambazo mtaungana na watu tu mnaotengeneza familia, lakini mnapooana katika misingi ya ndoa za kisheria
za nchi na nchi, kuna vitu vingi ambavyo vitakuja kujitokeza, na kama wengi wanaweza kuzungumza kwamba tuwe na serikali jumuishi, serikali tatu, alafu tuwe na serikali ya shirikisho, kuna masuala mengine ya kimataifa yatakwendaje katika uwiano wa masuala hayo. Labda hapa vile vile wataalamu wanaweza kuja wakajadili hilo, na natumainia vile vile ukiangalia ni sawa sana kule Slovenia na Czech Republic zilipogawanyika kule bara la Ulaya, waligawanyika wale vile vile na zikawa nchi mbili tofauti. Je, waligawanyika vipi wakana baadaye na uhusiano mwema baina yao? Ni sawa sawa vile vile na Senegambia, baina Senegal na Gambia walipogawanyika, na bado uhusiano mwema ukaendelea kuwepo. Sasa tunapozungumza mabadiliko tunayoyataka kuleta usawa baina ya pande hizi mbili, hapa tuangalie na mifano ya nchi nyingine, faida na athari zake zilizojitokeza baada ya watu kuwa hawana ndoa ya pamoja kutokana na taratibu za kisheria. Na hayo yapo duniani, yamejitokeza, sio tu kwa taifa letu ambalo tunalipigia kelele hivi sasa. Nitakupa mfano mwingine zaidi ambao upo duniani. Kuna East Timor na West Timor kule bara la Asia, walipigana hawa, mwisho moja ikawa East, moja ikawa West Timor, moja East Timor, na zote zilikuwa chini ya utawala wa Indonesia. Sasa tuzungumze kwa mapana kabisa mustakabali wa nchi yetu, yale ambayo tunataka yawe katika miaka 100 ijayo kwa kizazi kinachokuja, na tuangalia mifano ya nyuma iliyotoka ya nchi nyingine. Ingawa dunia imebadilika katika karne ya 21, mengi yamejitokeza. Na kwa mfano vile vile hata hapa Marekani, Texas wanataka kujitoa katika muungano muda mrefu tu. Wanahisi kwamba wana kila kitu cha kuwa nacho, lakini kuna vitu vinawazuia, au kuna utaratibu umewekwa kwamba hawawezi kujiondoa kwa sababu kuna hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Sasa na sisi tuangalie kwa upande wetu, tunataka kuondoa hayo na tunataka kuweka sovereign state baina kila upande, alafu tuweke na serikali ya shirikisho. Serikali ya shirikisho namna hiyo itakuja kuendeshwa vipi? Sasa na serikali ya Ujerumani, serikali ya shirikisho ile ikoje na irundwaje na ikafanyika vipi mpaka ikaitwa federal government ya Germany? Labda nitamalizia tu, ni usiku mkubwa, lakini nimesema labda na mimi niongezee, kuna utashi mwingine ambao unakuwa unajitokeza katika kuendeleza mijadala namna hii ambayo inajitokeza sasa katika, kuna utashi wa vyama na kuna utashi wa kitaifa. Nafikiri tunapozungumza hoja kama hizi, kama mzee wetu alivyoeleza, tuweke vyama vyetu pembeni, tuangalie taifa linataka nini. Kama tunataka kuliendeleza taifa la Tanzania liwepo, maana hatujui kama kuna watu wanataka taifa la Tanzania liwepo au lisiwepo kutokana na utashi wa mazingira yaliyopo sasa, kwa sababu kuna identity ya Kitanganyika, kuna identity ya Kizanzibari, alafu kuna identity ya Tanzania. Sasa hapa kuna utata kidogo, ambao huu utata tunatakiwa tuutizame kwa kina, falsafa yake, hatima yake na mwendelezo wake na mahusiano mema ambayo tunaweza kuja kuyajenga kama kutatokea mipasuko au kutatokea mabadiliko ya kujenga umoja zaidi. Na identity ya mtu katika utaifa wake una mambo mengi ndani yake, mambo mengi ndani yake. Na Tanzania kama ilivyoitwa jina la Tanzania, na kama itavyoendelea kuwa na jina la Tanzania, itakuwa na watu ndani yake wenye utashi tofauti, lakini katika utashi wao watakuwa nao, kama ni jamii ya Kitanzania, walinde maslahi ya taifa lao, wasiligawe taifa lao, kwa sababu kuligawa taifa ni kuwagawa na watu ndani ya taifa lao wenyewe, lile ambalo wamelitengeneza kwa muda mrefu. Sasa maslahi ya vyama yasimame kwa utaifa na maendeleo ya watu.
sio elite ya watu. Tukitengeneza taifa namna hilo, tutatengeneza taifa ambalo litasimama kwa misingi ya kizazi kimoja na kizazi chengine, na tutakuja kuweka historia kwamba Tanzania iliyopo sasa ilipita katika mipito tofauti, lakini imesimama kwa sababu ya hili na hili na hili na hili na hili. Na katika kumalizia, kwa wale ambao watakuwa wananisikiliza, ni kwamba kwa bahati nzuri kama Bwana Slaa nilisema, nilikwenda pale kwenye constitution, draft constitution iliyoandikwa na wale watu waliokaa wakaandika hii constitution ambayo tunaipigia mfano mkubwa duniani, constitution ya Marekani. Lakini je, hakuna constitution nyingine zaidi nzuri zaidi ya Marekani iliyowafanya watu wakawa wamoja mpaka leo katika hii dunia? Tuliangalia na hilo vile vile, na katika kufanya research zetu na hawa wataalamu ambao tunao katika taifa letu, wataalamu wa sheria, wanasiasa, wadau na wengine wote, tuangalie, je, tumetoka wapi, tunaelekea wapi, tunataka nini na tunaliacha taifa wapi? Ni hayo tu nilikuwa nataka kuyasema kwa kumalizia usiku wa leo hapa, kwa wale watakuwa wananisikiliza, na pale ambapo labda nitakuwa nimekwenda labda nje ya mstari, na pale ambapo kitaaluma nimekosea, kwa mifano ambayo naitoa hapa leo katika ukumbi huu ambao sio muda mrefu, sio mara nyingi mimi kuhudhuria na kusema, nitaomba radhi kwa sababu wengine, kuna watu chini wana taaluma zaidi hapa, beti sisi ambao tunazungumza kama ni porojo pengine. Lakini tuangalie Afrika inataka nini, Tanzania ya leo inataka nini, Zanzibar ya leo inataka nini, na hiyo Tanganyika inopigiwa kelele itakuja kutaka nini huko mbele. Kwa sababu mtapigia kitu mnachokitaka kiwe na kitokee kwa faida yenu mnayoitaka kwa wakati huu, lakini mzingatie na kizazi kinachokuja na jamii ambayo ipo katika taifa hilo, ili sije likasambaratika vile vile kama kitu ambacho kilichotokea katika maeneo mengine duniani. Na mifano kama nitaieleza itakuwa mingi hapa, sio nia yangu kuja hapa kutoa mifano, lakini nimetoa mfano huu mmoja tu wa Senegambia. Wale ni Waafrika, lakini bahati mbaya waligawanyika. Je, kugawanyika kwa Tanganyika na Zanzibar au kuigawa Tanzania kutakuja na fursa gani nyingine mpya ambazo wengine watakuja kuziona, zitakuja kuleta umoja na usawa ambao utakuwa ni jumuishi katika hilo taifa ambalo mmeligawa katika pande zote mbili? Shukran, asanteni sana. Kweli Kidodi, nilikuwa natamani ni ribato hoja yako, lakini bahati mbaya subject iliyokuwepo mezani haikuwa inahusiana na muungano, lakini kuna namna ambavyo umeizungumza, alafu kuna namna ambavyo umezungumza haya masuala ya muungano na namna ambavyo ukiitamka Zanzibar na unapokuja kuitamka Tanganyika unaitamka in a very condescending manner, kiasi kwamba mimi tumbo linaniuma huku, yani roho imeniuma, nikataka niribato, lakini nikasema anyway, leo si siku yake, wacha niache hivi. Lakini Tanzania haiwezi kuwepo bila Tanganyika kuwepo na Zanzibar kuwepo. That should be our first, that should be a first understanding. And you don't have Tanzania bila Tanganyika and Zanzibar. I see there is a lot of perpetual description ya Tanzania and Zanzibar, and then Tanganyika is being left out completely as if it is a non-existing agent, and that really aches me kama Mtanganyika, but that is a discussion for another day. Let us go back to mjadala uliokuwepo mezani, ambayo ilikuwa ni kauli au hotuba aliyoitoa makamu wa rais kwenye ufunguzi wa mkutano wa THRDC
I think that was what uh, kilichokuwa mezani, na tukidiverge sana tutapotea na tutapoteza the actual context of what were we even discussing about. Mi binafsi nikirudi kwenye hili la makamu wa rais, I feel like it's typical statecraft 101. Bad cop, good cop, sort of like tactics. CCM imesha notice, yani it's an obvious thing kwamba wamepoteza popularity kabisa, and these are some of their best efforts in trying to reclaim their popularity, reclaim their relevancy. Walifikiri brute force state capturing ingewa ingewasaidia au ingewawezesha kuwa na smooth ride for the next administrative period mpaka hapo 2030, but it's very unfortunate that is not the case. Nafikiri wanajionea wao how difficult it is, ingawaji wao wana machinery zote za assault, lakini bado hazitoshi kuwapa legitimacy ya wao kuendelea kuongoza. Sasa kelele zimekuwa nyingi, both from inside and outside. Recently from outside tumeona namna ambavyo Commonwealth wamewapa ile ultimatum na mambo ambayo wanatakiwa kuya correct. Internally ndio kabisa mpaka wameamua sasa kutumia kesi nzito nzito kama sehemu ya kutu switch off. Sasa hivi kipindi cha nyuma kidogo hapo ulikuwa the famous one ilikuwa ni unapigwa money laundering, utakatishaji pesa, right, uhujumu uchumi. That was hicho ndo kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi wame upgrade the gears even further. Unagongwa na uhaini, unagongwa na ugaidi, so internally wanajaribu kutumia all other subduing efforts za kutukandamiza, lakini bado hazisaidii. Yani tension is still ndo kwanza inazidi kuongezeka. Sasa wanafanyaje? I think it's part of the play kutuonyesha kwamba kuna some division from inside, lakini ukweli ni kwamba there is no division. This is part of the main play. Ukimsikiliza makamu wa rais bado anasignify kwamba nchi hii ili lolote liweze kwenda ni lazima lipate baraka za rais mwenyewe, yani rais ndio kila kitu. Kwa hiyo hata anapotuambia piganieni hiyo katiba mpya, technically anatuambia pambaneni na the presidential administration kudai hiyo katiba mpya. Yeye pekee ndio mwenye uwezo wa kutupatia hiyo, kwa sababu anasema tusisubiri mpaka aje rais mwingine, huenda asiwe na hiyo interest ya kutupatia hiyo katiba, labda tutasubiri tena miaka 50 ijayo ndo tupate katiba. Therefore you get the message kwamba regardless of what we do, rais is the bottom line of everything. She's the one ambaye either atatupa au asitupe hiyo katiba. Pale pale anajaribu kuplay a good cop kwa kuonyesha kwamba haridhishwi na namna ambavyo some of the things vinakwenda, lakini at the very same time anampigia chapuo rais wake. So to me it's clearly it's basically statecraft wakijaribu kutujibu internally, na pia vile vile kujaribu kutoa ujumbe kwa foreign partners ambao kama hao waliotupa ultimatum. Kwa hiyo baadaye kwenye majibu yao, sehemu ya majibu yao itakuwa ni pamoja na kunukuu kauli ama activities zitakazotokana na kauli ya huyu makamu. So should I expect a lot? I don't think so. I don't have a lot to expect from them.
Probably should we tutumie hizi kauli zao na tactic zao kama sehemu ya kulegeza msimamo, kulegeza tension? I don't think so. I think ndo kwanza tunatakiwa kukazia effort hapo hapo. I don't know what we are doing so best to the extent inaendelea kumaintain hii tension kiasi ilivyo. I think we should carry on doing whatever we are doing. Inawezekana ni kila mtu at their individual efforts, inawezekana ni collective, I don't know, but whatever the pressure that it is being applied in any capacity, I think it should not be discounted. It works, it makes a lot of sense, na to them inawashughulisha kiasi kwamba they are employing tactics kama hizi za good cop bad cop kujaribu kutuaminisha kwamba they mean well. Yani bado ndani ya system kuna watu ambao they mean well. Yeah, we all know kwamba in system hakuna ambaye ana mean well, na ukiangalia sasa hivi there is a lot of major activities going on out there, kama ambavyo nimesema bwana. Kuna watu zaidi ya I think zaidi ya 30 plus wenye kesi nzito nzito huko ambao wamekamatwa hivi karibuni, wakiwemo watu wa kawaida, wakiwemo watu wa chama waliokamatwa, ambao ndio wangekuwa ndio topic of discussion, wakiwemo waadhiri wa vyuo ambao ndio primarily the topic right now. Coverage should be on these people, lakini CCM cannot afford to give them spotlight. Kwa hiyo lazima waje na tiktaka kama hizi ili focus sasa hivi ihamie kwenye kujadili kauli za makamu wa rais na kudevelop hizi conspiracy theories kwamba ndani kuna msuguano, kwa sababu kama ukiwa na akili timamu ukitizama jana hiyo kuna sijui mwenyekiti wa sijui baraza la wazazi sijui nani wa CCM huko Sinza alisimama kwenye mimbari anawaambia wanachama kwamba asitokee mtu au chama chochote kiwadanganye wa Tanzania wakapambanie katiba mpya. Sort of like a jibe back to huyu vice president. Lakini sasa ukikaa ukitizama yani ndio hiyo nilikuwa najaribu kusema kwamba wanakutengenezea mazingira uamini au uanze kudevelop conspiracy theories kwamba ndani kuna misuguano, lakini in real sense hakuna msuguano wowote. Ni kwa sababu wanajaribu ku steal the spotlight from whatever that is happening in the country, from whatever that is building the tension, and they are trying to shone the light on themselves. So it is what it is, but to me I think kila mtu aendelee kubaki focused, aendelee kufanya anachokifanya, which creates the tension that we have, and inawapa hizi headaches walizonazo sasa hivi. Thank you very much. Bwana Benito, samahani, labda nimechomeza mengine katika mada niliyoitoa kabla ya mifano ya maeneo mengine. Sikutaka kuwa na intention hiyo, ila tu nimeona nichomeze hivyo ili tuendane na hiyo mada ya makamu wa rais aliyezungumza kwa mifano ya maeneo mengine ambayo yamejitokeza masuala kama haya ya kutaka kitu ambacho cha katiba mpya kutokana na mada ambayo imewakilishwa hapa. Ndio maana yangu kutoa na lazima tuende katika kuangalia na baadhi ya maeneo mengine ambayo wenzetu wamepitia na sisi tunapitia, na tutaweza kusawazisha vipi matatizo yetu, kwa sababu katika ushirikishi wa jambo lolote duniani watu wanapokaa na wakaangalia, hawachukui tu kile ambacho kiko katika taifa lao peke yake, wanachukua na mifano ya maeneo mengine ili kuangalia ya maeneo mengine walikosea wapi na wao walifanya nini na wakafanya nini ili kuweza kuleta hiyo tunaita consensus
kutokana na hali halisi ya pande mbili ambazo zinavutana. Kwa hiyo kama nimetoka nje kidogo ya mstari katika mazungumzo yangu na labda nimekava baadhi ya vitu vya Tanganyika na Zanzibar na kutoka nje ya mada, lakini uhalisia, ukweli uliopo ni kwamba hatuwezi kuepuka, kama unavyosema wewe, kwamba suala la muungano wa Tanganyika na Zanzibar ndio ulioleta Tanzania. Unaelewa? Na hatuwezi kuepuka kwamba kulikuwa hakuna nchi inayoitwa Tanganyika, ilikuwepo. Hatuwezi kuepuka kwamba Zanzibar ilikuwa Zanzibar na Zanzibar ya leo, hatuwezi kuepuka hilo, litakuwepo tu kihistoria. Lakini tukijenga hoja nyingine tu ya baada ya haya maeneo mawili kuwa nchi na kabla yapo kuwa separate state, zikatengeneza state moja inaitwa Tanzania, lakini bandani yake bado kuna matatizo mengi yapo ambayo yanaleta hizi hitilafu ambazo tunazizungumza hapa, ambazo hata makamu huyo wa rais amezungumza swala la katiba ya Tanzania na kama alivyoipambanua yeye mwenyewe jinsi ilivyo. Lakini kwa njia moja au njia nyingine, kama nilivyoleta mifano ya maeneo mengine, na nikasema mfano zaidi nikauchukua mfano wa Afrika ya Kusini. Walitengeneza vipi ile katiba yao? Walitengeneza vipi mpaka Mandela akasema kwamba atamweka de Klerk kwa makamu wa rais wawili. Katiba yao ilikuwa shurutisho la wenyewe kuitengeneza ile kutokana na makovu waliokuwa nayo kwa wakati ule ndani ya kuijenga Afrika ya Kusini mpya, au ilitengenezwa vile kuitengeneza Afrika ya Kusini kutoka katika makovu yaliokuwa nayo ya ubaguzi ule wa serikali ile ya kibaguzi ilikuwa ambayo haitoi haki kwa upande mwingine, na serikali jumuishi ambayo inakuja kuwaita Waafrika pale kuja kutawala nchi ile na wale wengine wawe minority. Kwa hiyo nia hapa tunapozungumza haya masuala ambayo yanaikabili taifa la Tanzania hivi sasa, katika haya mambo ambayo tunajengea hoja ya katiba, masuala mengine yote na mengine yote, mimi ninachokiinsist zaidi kwa upande wangu na utafiti zangu ni kwamba lazima tuangalie vile vile wenzetu na wengine walifanikiwa vipi, walipitia njia gani, wakaweza kutatua matatizo yao, wakatengeneza nchi zao, au wakazibomoa nchi zao, au wakazitengeneza katika msingi bora zaidi kuliko uliotoka huko nyuma. Ndio kitu cha msingi ambacho nilikuwa najaribu kujibu swali lako kwamba sisi wanasiasa, labda nyewe wa kawaida hamjui, sisi tunajua tunataka nini. Kwa hiyo hata tunapodai katiba mpya hatujifunzi, tunajua tunataka nini, na nimetoa kwa kifupi. Hivi hatujui Tanzania kwamba kuna wananchi wanafirwa mchana kweupe, kuna wananchi wanauliwa, watu wetu wengi wamepotea, wala serikali haiongei. Hatujui hayo? Kwa hiyo tunapozungumza lazima tugawe categories, hayo continental na kadhalika, hayo yanakuja baadaye. Kitu cha kwanza katika nchi ni usalama wa wananchi wake. Haya mengine uliyozungumza yote hayo kwangu mimi ni secondary. Tutayazingatia, tutapima, tutalinda mahusiano yetu na kadhalika. Lakini katika nchi yoyote cha kwanza kabisa ni usalama wa wananchi wake, ulinzi na usalama. Na Marekani iko salama katika katiba yao kwa sababu haki ya binadamu imewekwa kama kitu cha msingi. Hayo mengine yote uliyazungumza na yaelewa, tutayazingatia, tutayakonsida, lakini tutajali kwanza kama nchi. Je, wananchi wanaishi utu wao? Utu wao unajaliwa? Na kama haujaliwi na viongozi ni kwa sababu gani? Saa hizi hayo yote yameshindikana kwa sababu ya katiba mbovu. Mtu mmoja amekuwa ndio mzungumzaji. Kwa tunataka katiba ambayo inaweka kipaumbele, badala ya kujenga barabara, uhai wa binadamu iwe ni kipaumbele. Huo ndio msingi wa katiba bora. Ndio maana Marekani cha kwanza kabisa ni usalama wa mtu wake, usalama wa Marekani namba 2.
Hilo kwetu limepotea siku nyingi, ndio tunachoongea hapa. Hayo mengine yote uliochukua ni tahadhari ambazo ni tahadhari muhimu, tutayazingatia, lakini kwanza katiba itakayolinda mimi Slaa ni binadamu. Je, ubinadamu wangu Tanzania leo una nafasi? Fanya biashara ana nafasi kuliko utu wangu? Mimi naweza kupotezwa alimradi biashara ipatikane. Kila siku nchi inazungumza wawekezaji, yani barabara zijengwe, reli zijengwe, lakini hakuna anayezungumzia utu. Watu mia ngapi sasa, karibu ya 1000 wamepotea. Lini wamezungumzwa katika nchi hii? Kwa hiyo nadhani tuone msingi tunayozungumzia ni ipi. Inawezekana mimi na wewe tunazungumza kwenye level mbili tofauti. Siwezi kuanza kuzungumzia haya yote yaliyotokea kwenye nchi nyingine wakati wa Tanzania saa hizi hawajui saa moja ijayo kama watakuwepo na kama watakuwa salama. Sijui kama umenielewa babangu. Na ndio msingi wa kujadili katiba mpya ya Tanzania. Kila nchi ina sababu yake ya kujadili katiba yake. Asante sana.